Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo ama si leo? Ni leo ama si leo? Mimi nimefurahi sana kufika hapa Yala. Na mimi nimekuja hapa Yala leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Asubuhi ya leo tumeanzisha ile project kubwa ya kuunganisha reli kutoka kule Naivasha ikuje hapa Kisumu, ipitie Yala, iende Busia, iende Malaba, iende Kampala, iende Kasese mpaka iungane na DRC. Nyinyi mnanielewa my friends? Unajua kuna wengine walisema the railway to nowhere. We are now demonstrating to them that this was not a railway to nowhere. This was a railway to prosperity. Now it is going to come from Naivasha, ikuje ipitie Narok, ipitie Bomet, ipitie Nyamira, ikuje hapa Kisumu Dala, iende Busia, iende Malaba, iende Kampala, iende Kasese, tuunganishe bara lote la East Africa jameni. Leo basi rais wa kutoka nchi yetu jirani ya Uganda amefika hapa leo kuja kuungana na sisi, kwa sababu hii reli ndio itatengeneza uchumi wa bara letu la Afrika, tukianza na bara la East Africa, tukiunganisha Kenya, tuunganishe wakulima na masoko, wananchi na usafiri, mizigo na usafiri. Hapa Kisumu tutajenga ile inaitwa logistics hub kubwa, tuhakikishe ya kwamba hii Nyanza inakuwa ndio engine ya mambo ya biashara na uwekezaji katika bara letu la Afrika. Yala hoye! Siaya hoye! Mbali na hiyo reli, mimi nimekuja hapa pia Yala kwa sababu hapa chini tunaanzisha affordable housing. Milioni 800 tumelete hapa Yala, tujenge affordable housing na tujenge soko. Yala hoye! Yala hoye! Vile vile, mbali na hiyo affordable housing yetu ya hapa Yala, nyinyi mnanielewa? Vile vile tumekubaliana hii Siaya lazima tuibadilishe. Siaya tufanye nini? Siaya tufanye nini? Na tutabadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Wacha niwaeleze watu wa Siaya. Nyinyi mnanielewa? We are beginning to shame our competitors and the enemies of our country. Walisema hakuna kitu inafanyika. We are now demonstrating to them before their own eyes the transformation that is happening in the Republic of Kenya, in every part of the Republic of Kenya. Siaya hoye! Siaya hoye! Makini. Hii Siaya kwa mambo ya affordable housing, kwa maneno ya masoko, kwa maneno ya hostels, tumewapatia bilioni 28 Siaya County. Listen my friends, let me tell you, the people of Siaya, of this county, this administration has done it because we are a broad-based administration that makes sure every part of the Republic of Kenya inashughulikiwa kwa mambo ya maendeleo. Siaya hoye! Hapa tunajenga nyumba, jenga hostels ya vijana 12,000. Tumeweka 5.5 billion na inaendelea hapa Siaya. Siaya hoye! Tunajenga soko 25 mpya hapa Siaya, ikiwemo soko ya Akala hapa na ikiwemo soko ya Yala. Tunaelewana jameni? Kwa sababu tulikubaliana ili biashara iendelee, na wafanyabiashara wetu wawe na storage,
wawe na mahali ya kuuza, wawe na mahali ya cold room, wawe na mahali ya ICT, wale mpaka mahali kina mama wanaweza kunyonyesha watoto wakifanya biashara. Ama ni aje watu wa Siaya? Siaya hoye! Hoye! Mimi pia nataka niwaeleze watu wa Siaya. Muliniambia munataka ile stadium ilijenga ikakwama nimalize. Sasa nimeleta contractor yuko pale na nimeweka shilingi milioni 550 tumalize stadium yenu ya Siaya. Kabla ya Disemba mwaka huu, hiyo stadium yenu itakuwa imekamilika na tutasonga mbele. Vijana wa hapa watakuwa na mahali ya kuchezea michezo na dunia itasonga mbele. Siaya hoye! Watu wa Siaya, muliniambia ya kwamba niwajengee hospitali level 5. Ni kweli ama si kweli? Sasa sikizeni. Juzi nimeleta contractor wa KDF. Sasa pale hiyo hospitali yenu nimewapatia milioni 600 pesa ya serikali kukamilisha hospitali ya Siaya level 5. Ndio watu wa Siaya wasihangaike tena kutafuta matibabu. Matibabu ipatikane hapa Siaya level 5. Munanielewa ndugu zangu watu wa Siaya? Na vile vile hapa Kisumu tumeweka pesa bilioni 3 kwa level 6 hospital ya Jaramogi Oginga Odinga level 6 hospital. Ndio musiende tena Nairobi ama kwenda Eldoret kutafita matibabu ya level 6 hospital. You will now have a level 6 hospital right here in Kisumu, because we want to make sure that there is equity. We want to make sure there is equality in matters development in the Republic of Kenya. Siaya hoye! Pia wakati nilikuwa hapa muliniambia ya kwamba nyinyi ni wavuvi. Ni kweli ama si kweli? Munataka hii ziwa la Victoria liwe an economic hub, na sababu hiyo mimi nitakuwa hapa tena Tuesday. Mimi nitakuwa hapa Usenge Tuesday. Mimi naenda hapa Usenge kuanzisha paya. Nimeambia watu wa Kenya Ports Authority wakuje wajenge paya hapa ya milioni 500 ndio tuweze kurahisisha usafiri na pia tuongeze mambo ya uchumi, ya kilimo, ya blue economy hapa Siaya, na watu wa Busia, watu wa Kisumu, watu wa Homa Bay mpaka kule Migori. Siaya hoye! Siaya hoye! Tuendelee ama tuendelee? Siaya tuendelee ama tuendelee? Pia nimemwambia huyu waziri wangu Opiyo Wandayi ahakikishe ya kwamba anaunganisha stima kwa nyumba ya kila mtu hapa Siaya. Akifanya hivyo sehemu zote za Kenya. Wapi ya makofi ya Opiyo Wandayi jameni? Anafanya kazi mzuri ya kuunganisha Wakenya stima. Mimi nawashukuru watu wa Siaya. Mimi nawashukuru mumenipatia huyu jamaa Opiyo Wandayi, mtu wa bidii. Ameenda kila sehemu ya Kenya kuhakikisha kwamba tunawaunganisha Wakenya na stima. Siaya hoye! Siaya hoye! Hapa kwenu ndio mumenipatia yule mwenyekiti wa kusimamia mambo ya budget Kenya mzima. Mungwana anaitwa Sama Tandi. Huyo jamaa ananisaidia kupanga mambo ya budget ya taifa letu la Kenya, na nimemwambia ya kwamba lazima aweke usawa katika taifa letu la Kenya. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Kwa hivyo bridge ya Koe ambayo ilikuwa imetusumbua hapa, sasa tuko na pesa yake. Barabara za hapa tumewapatia 4.4 billion ya barabara za Siaya hapa. Tuko na barabara 8 mpya ambayo tunaanzisha hapa Siaya. Ndio tuhakikishe ya kwamba vile tunajenga barabara Kenya, lazima tujenge barabara hapa Siaya. Lazima tufanye mambo ya maendeleo hapa Siaya. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Siaya, mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Juzi tumepitisha
ile inaitwa National Infrastructure Fund. Sasa tutakuwa na pesa ya kupanua barabara zetu za highway. Na mimi nataka niwatangazie hii barabara kutoka Kisumu kupitia hapa Yala kwenda Busia mpaka Malaba, tunafanya ikuwe dual carriage way, ndio ikae kama ile tunatengeneza kutoka Mau Summit. Siaya hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee kufanya kazi? Niendelee na affordable housing? Tujenge masoko, tujenge hostels, tuunganishe stima, niwajenge level 5, nijenge mambo ya stadium, niweke paya, Siaya iinuke, Siaya iende mbele. Wangapi wanasema tuendelee na kazi jameni? Wangapi wanasema tuendelee na kazi? Tumekubaliana? Tumekubaliana na watu wa Siaya. Mimi nawaambia hii Kenya, kwa mapenzi ya Mungu, ile siasa ya zamani, siasa ya chuki, siasa ya ukabila, siasa ya ubaguzi haitaendelea tena katika taifa letu la Kenya. Tulikubaliana ya kwamba sisi wote ni ndugu moja, na pamoja na kiongozi wetu aliyetuacha Raila Amolo Odinga aka Baba, tulikubaliana na yeye ya kwamba tunaunganisha Wakenya wote, tunaondoa siasa ya ukabila na chuki, tunaondoa siasa ya ubaguzi, tuweze kupanga maendeleo kila sehemu ya Kenya. Na mimi nawahakikishia, hata kama Baba ametuacha, sasa tuko na Mheshimiwa Oburu Odinga, tutatembea na nyinyi, tutahakikisha ya kwamba mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu chini, hii Nyanza, hii Siaya haitabaguliwa tena. Siaya hoye! Siaya hoye! Tumekubaliana my friends? Tumekubaliana? Na mimi nataka niwaeleze wale majamaa, wale wenye pepo ya ukabila na chuki, wale jamaa wa shares wale, mimi nimewaambia hawana nafasi ya kulete chuki, hawana nafasi ya kugawanya Wakenya, hawana nafasi ya kutuletea ukabila, hawana nafasi ya kuendeleza ubaguzi. Kenya ni moja na hawana nafasi ya kuigawanya. We are one people with a common destiny, the people of the Republic of Kenya. And nobody, no tribalist is going to divide this nation. Ama watu wa hapa mnasemaje? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wangapi wanasema tuungane jameni? Wangapi wanasema tuungane? Si ndio? That is what we want. Tunaelewana? Unajua kuna wengine wanasema oh, William Ruto this, William Ruto that, ati sijui biashara hii, ati biashara ile. Mimi nimepanga mambo ya Kenya, nimepanga mambo ya uchumi ya Kenya, nimepanga biashara ya watu wa Kenya. Pale hatukukuwa na resources, hatukukuwa na foreign exchange. Today, because of what we have organized, we have the highest amount of foreign exchange in independent Kenya. Pale hatukukuwa na pesa, we were not saving enough. Today, we have doubled our savings at NSSF. We are growing our savings. By next year, we will have 1 trillion shillings of savings in NSSF. Kwa sababu tunajua vile ya kupanga, tuondoe umaskini, tuhakikisha kwamba kuna utajiri, Kenya isonge mbele. Tumepanga vijana hawa, zaidi ya vijana 1.8 leo wanafanya kazi ambao waku wanafanya kazi 2023. Tuko na vijana 640,000 wanafanya kazi kwa affordable housing na markets na hostels. Tuko na vijana 300,000 wanafanya kazi kwa digital jobs. Tuko na vijana 540,000 wanafanya kazi overseas employment. We have created opportunities for the young people of Kenya for them to work. We have enhanced our economy.
our economy is much more stable and consolidated than when it was in 2023. Therefore, it is true that William Ruto knows how to organize stuff, not just personal stuff, but national agenda, our national economy. So if you have a problem with that, shauri yako. Mimi nawauliza, tuendelee kupanga ajira ya wa vijana, tuendelee kupanga uchumi ya Kenya, tuendelee kupanga savings ya Kenya, tuendelee kupanga ajira ya vijana wa Kenya. Wale watu wa shares na ukabila na pepo chafu ya ukabila na chuki tuwaambiaje? Waende wakiendanga, waende wakiendanga, waende wakiendanga. Sasa sikizeni watu wa Siaya, si mnajua hawa watu wamekuwa wakinitukana for 2 years. 2 years continuously. Mara wananiita mwizi, mara wananiita muuaji, mara wananiita nini. Si wamenitukana for 2 years. Sasa juzi mimi nimewaambia wacheni matusi. Wakasema ati mimi nimesijui fanya nini. Mimi nawaambia hawa watu, nyinyi ndio mulisema hamuna agenda. Walisema hawana sera. Walisema hawana mpango. Wakasema hawana agenda. Ati agenda yao na mpango yao na sera yao ni William Ruto. Na wakasema ati watasema maneno ya William Ruto sijui mpaka lini. Sasa mimi nimewaambia, kwa sababu hamuna agenda, hamuna sera, hamuna mpango, hamuna agenda, nyinyi nitadeal na nyinyi vizuri sana. Si wamesema agenda yao ni mimi. Si wamesema agenda yao ni mimi. Sasa mimi nawatangazia nyinyi watu wa ukabila. Kwanza wewe mtu mwenye pepo chafu ya ukabila na chuki na kugawanya wananchi wa Kenya. Wewe ambaye unaibia mayatima pamoja na wale ambao hawana mabwana. Wewe ambaye unaumiza watoto wetu na kuwaua. You have no space in the Republic of Kenya. Na tutakuanika my friend. Wewe umesumbua nchi na matusi. Unaenda kwa makanisa yetu, unalete matusi. Unaenda kwa mazishi, unalete matusi. Unajifanya sisi sijui wewe ndio nani. Sisi we will deal with you perpendicularly and we are going to make sure you have no space in the Republic of Kenya. Huyo mtu ama ni aje? Tuko pamoja? Tuko pamoja? Si wao ndio walianzisha hii maneno? Sasa mimi nataka niwaulize, si ndio? Mimi naheshimu sana viongozi wetu wa dini. Lakini mimi nawaomba viongozi wetu wa dini, tafadhali msikubali majukwaa, msikubali madhabahu ya kanisa itumike kwa matusi na kwa kuendesha fitina na ukabila na chuki kati ya Wakenya. You know, sisi tunaelewana jameni. Wale watu wanatutukana kwa makanisa, sisi tunawaambia hapa, tukiwa hapa hadharani, tunawaambia punguzeni mambo yenu. Sisi tafuteni sera tushindane. Tafuteni mpango tushindane. Tafuteni mambo ya agenda tushindane. Lakini kama mnataka tushindane kwa hiyo mnataka, sisi tuko tayari. Ama namna gani? Nyinyi mukipima huyo mtu wa kitambi kubwa huyo anawezana na sisi kweli? Huyo mtu wa ukabila na chuki. Hawa nitawamalizia asubuhi na mapema, haiwezi kufika lunch time. Hii ni breakfast. I will finish with them. Siaya hoye! Siaya hoye! Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Lakini nyinyi pia, nyinyi mnanichochea sana nyinyi. Nyinyi mnanichochea sana. Ati niendelee? Ati niendelee? Hawa watu niwasafishe, niwasafirishe, niwanyoroshe, waende wakiendanga? Haya, niko hapa na viongozi wenzangu. Niko hapa na ndugu yangu Mheshimiwa Opiyo Wandayi, waziri wetu wa kawi na stima.